Tumeshuhudia mvua ikiendelea kunyesha katika maeneo tofauti tofauti, hususan katika nchi yetu ya Tanzania, na leo tutajikita zaidi katika kuangazia ni zipi tahadhari ambazo tunaweza kuzichukua ili kuepukana na hizi mvua zinazoendelea kunyesha katika kipindi hiki cha masika. Ninayekuangazia jahazi hili ni mimi Maua Ramadhani, lakini sipo peke yangu, nipo na Mwanaidi Munisi. Mwanaidi, karibu. Asante sana. Na tuambie wapenzi watazamaji ni zipi tahadhari ambazo tunaweza kuzichukua hususan katika kipindi hiki cha masika. Kwa kuanza, kwa kuambia wapenzi watazamaji, tahadhari ambazo wanaweza wakajiwekea ama tukajiwekea sisi jamii. Kwanza kabisa tunatakiwa tuweze kuchimba ile mitaro ambayo itatusaidia sisi kuondokana na ile mikusanyiko ya maji. Kwa sababu unakuta maeneo mengi haina mitaro. Napita huko mtaani nini unakutana na mikusanyiko kibao ya maji. Madimbwi kibao. Lakini yale madimbwi na ile mikusanyiko ya maji inaweza kuondoka kwa kufanyaje? Kwa kuchimba mitaro. Ambayo ile mitaro inakuwa inapitisha maji kupeleka sehemu husika. Lakini tahadhari nyingine, wananchi wanatakiwa waweze kuondoka na kutoka katika maeneo ya maporomoko ya maji pamoja na vyanzo vya maji. Sababu gani? Wewe umepata eneo lako, hujalichunguza, hujalifanyia chochote, umeenda umejenga pale vile bila kujua kwenye lile eneo ni sehemu ya nini? Ya njia ya maji ya kupita. Kwa hiyo tujihadhari na hizo. Lakini tukizungumzia tahadhari nyingine, niweze kusema kwamba sisi wenyewe tuweze kufukia yale madimbwi na kusambaratisha yale maji ambayo yametuama. Hii inakuwa na faida kwetu kwa sababu gani? Inatusababishia sisi kuepukana na yale magonjwa ya mlipuko. Maana unakuta mvua imenyesha. Ndio kama hivi zinaendelea, yani inanyesha na inaendelea kunyesha. Kunakuwa na madimbwi. Sasa wewe usipoyasambaratisha, yatakuwa pale muda mrefu, yatazalisha mbu, ndio yatakuwa ndo masalia yake. Kwa hiyo mwisho wa siku wale mbu watakuja sasa kutafuta chakula. Chakula kinapatikana wapi? Kwenye miili yetu. Mwisho wa siku ndo unakuta mtu anaugua malaria. Ukiachana na malaria kuna kipindupindu, kuna kichocho. Yanatokana tu na hayo maji machafu. Maana lazima atakuwa ni machafu. Afu kumbuka maji yaliyotuama siku zote ni machafu. Na mtazamaji, kama ulivyoshuhudia, Mwanaidi amesema tahadhari mbalimbali ambazo tunaweza kuzichukua kulingana na hizi mvua zinazoendelea kunyesha, kama kuchimba mitaro na watu kuepuka ama kutoka katika vyanzo vya maji ama kujenga katika vyanzo vya maji. Hizo ni tahadhari ambazo ni nzuri, lakini kwa kuongezea tunaweza kusema wananchi wawe ama wazazi wawe karibu na watoto wao. Hii itasaidia kuepukana na magonjwa ya milipuko, kwa sababu mzazi kabla mtoto wako hajaenda shule ni lazima umkague amevaa kwa staili gani. Katika kipindi hiki cha masika lazima mtoto avae buti ambayo sio imetoboka, ili mradi buti ambayo ni strong, ambayo itamwepushia yeye kuepukana na ile migusano ya maji katika kipindi hiki cha masika. Kama tunavyofahamu, kuna watu mbalimbali ambao kipindi hiki cha masika wanachukua hiki kipindi cha masika kama fursa ya wao kuzibua zile tunasema chemba kutoka chemba zinazotoka zile ambazo zinatoa maji taka na kusambaza katika mitaa. Ile itamwepushia pale mtoto anapovaa mabuti, itamwepushia yeye kutogusana na yale maji ambayo ni machafu, ambayo yanaweza kusababisha migonjwa ya milipuko kama kipindupindu na vitu vingine. Lakini kitu kingine, tunaweza kuchemsha maji. Yamekuwa mazoea ya watu wengi ambao wanatumia maji ya mvua bila kuchemsha. Tunafahamu maji tiririka ni maji salama, lakini kiafya zaidi ni lazima tuchemshe maji. Hii inatusaidia kuepukana na maradhi mbalimbali, sio kipindupindu, pia kuna magonjwa ya tumbo. Sasa hivi ukienda huko hospitalini utaambiwa sijui tumbo umefanyaje kutokana tu na maji ambayo haya yanasababishwa na hizi mvua za masika. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, tunakupenda, lakini pia tunakusihi uendelee kuchukua tahadhari kuepukana na hizi tahadhari ambazo zinaendelea katika mvua hizi za masika. Niliyekuongezea kipindi hiki ni mimi Maua Ramadhani, lakini nilikuwa na mwenzangu hapa Mwanaidi Munisi. Hadi wakati mwingine, kwaheri.